leo ni siku njema kabisa ambayo Mungu ametupatia tena neema na uzima tele, tuna afya njema na ni kipindi chetu kile pendwa cha kijana uhalisia. Na leo tuko na mada nyingine kabisa ambayo ni mada inazungumzia kwa habari ya upendo. Na leo pia niko na mtumishi wa Mungu yule ambaye nilimwalika tena kipindi kilichopita na tutazungumzia mada ile ile. Ni mimi mtangazaji wako Agapiti Ernest Kavishe. Tuna moja kwa moja kwa mgeni wetu ambaye tumwalika siku ya leo na nitamsha majina yake. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Sara. Nashukuru tena kwa nafasi ambayo nimepata kuwepo hapa tena. Ninawashukuru sana kwa kuona bado nafaa kuongea na vijana kuhusiana na uhalisia wa maisha kama kijana. Asante sana. Okay. Tunataka tuzungumzie leo kwa habari ya upendo. Maana vijana wengi wamegubikwa katika wimbi ambalo hawafahamu upendo ni nini. Watu wanahengeng, yani wanaelea kama machela. Hawaelewi maana ya upendo nini. Na leo kwa neema tumekupata mtumishi wa Mungu atatuelezea nini maana ya upendo. Karibu mtumishi wa Bwana utuelezee kwa habari ya upendo. Asante. Kwanza kabisa nianze kwa kutoa tofauti kati ya upendo na kuna kitu kinaitwa hisia. Ambavyo kwenye level ya ujana watu wengi sana wanachanganya. Unasikia mtazamaji wangu, kuna kitu kinaitwa upendo, kingine kinaitwa hisia. Ndio mtumishi wa Mungu, karibu. Ndani ya upendo kuna hisia, lakini palipo na hisia hapana lazima pawepo na upendo. Kwa kunaweza kuwa kuna hisia lakini upendo hamna. Yes. Okay, karibu. Na palipo na upendo lazima yani hapawezi kukosa hisia. Okay. Kwa namna yoyote ile, hata kama ni upendo wa baba na mama. Sizungumzie hisia hizi zingine, lakini kuna ile feeling nazungumzia itumia neno gani zuri? Itumia neno hisia. Yaani lazima tuko namo utakuwa unahisi kumfurahia mtu kwa sababu tunapokuja swala la kufurahi ni swala la hisia. Yeah. Kwa hiyo ningependa tu kuelezea upendo katika namna hiyo kwamba upendo sio hisia moja kwa moja. Na wala hisia sio upendo moja kwa moja. Hisia sio upendo moja kwa moja. Na upendo sio hisia moja kwa moja. Ndugu mtazamaji wangu unatufuatilia katika Vaki Media. Upendo sio hisia moja kwa moja na hisia sio upendo moja kwa moja. Tunaelewa mtumishi wa Mungu. Sawa. Vijana wengi wamejikuta wanaendekeza hisia badala ya kujifunza upendo. Hisia ni kitu ambacho kiko automatically. Mungu ametuumbia, ametuwekea ndani. Ni kitu kizuri. Just imagine ni kitu amekiumba Mungu. So ni kitu ambacho ni cha muhimu pia kwenye maisha yetu. Just imagine tungekuwa tukasiriki. Tungekuwa tufurahi. Zote hizi ni hisia. Ziko ndani. Kukasirika ni hisia. Kufurahi ni hisia. Yote ni hisia. Kwa hiyo hisia ni kitu kizuri ambacho Mungu ametuwekea ndani yetu, lakini upendo pia Mungu ameweka ndani yetu, ila ni kwa sehemu ambayo mtu anapaswa kuelewa kwamba linapokuja swala la upendo haliji automatically. Ni sawa na swala la maamuzi. Mungu amekuwekea ndani kabisa kwamba huyu mtu nimempa maamuzi ndani. Lakini inapofika swala kufanya maamuzi, Mungu hataingilia maamuzi yako. Ndivyo ilivyo hata katika upendo. Mungu ametuwekea upendo. Ila kufika swala kupenda ni mtu ajifunze. Unaweza ukapendwa, upendo ni ruksa, ila kupenda. Tunataka kutufuatilia. Tunazidi kuzungumzia mada ya upendo. Na mtumishi anatuambia kwamba kukasirika pia ni hisia. Kwa hiyo sasa usio kama mwenzako amekasirika, kumbe ujue hiyo ni hisia. Maana kufurahi ni hisia, kukasirika ni hisia. Tunaendelea na mtumishi wa Bwana. Nimesema kwamba upendo ni kujifunza. Na kuna point nimesema kwamba unaruhusiwa kupendwa. Yaani mtu yote anaweza akakupenda. Kwa hata mimi mwenyewe hapo unaweza kanipenda. Na mimi nimekupenda. Yaani wewe unaweza kanipenda mimi bila pasipo kukuzuia. Ila mimi kukupenda wewe natakiwa kujifunza. Ni kitu ambacho hakija automatically tu nimekupenda. Kwa hiyo wewe unataka kujifunze kwangu kunipenda. Lakini nikupende. Mbona kama hapa kuna ukakasi? Maana hata watazamaji wetu kuna kitu watakuwa wanajifunza kama unaona kuna ukakasi. Kwa hiyo wewe kupenda na ruhusiwa. Ndio kunipenda mimi kuna kujifunza. Hebu tupe hapo process ni ipi? Ziko aina 4 nadhani za upendo ambao automatically ni upendo wa agape. Tunasema upendo wa Mungu. Mungu ametupenda. Anatupenda wote na hakunaga sababu. Niliona 3:16 hiyo. Tunapendwaga. Tunapendwa. Inapofika swala la mtu na mtu kupendana, hapo hamna agape. Pagumu. Hapo hakuna agape. Agape ameachwa. Hapo hakuna agape.
Linapofika sasa swala la vijana, let's say wa kiume na wa kike kupendana, lazima kila mtu ajifunze kumpenda mwenzie. Hebu rudia tena hiyo. Napofika wakati wa kijana na wa kiume, wa kike na wa kiume, sasa kujiingiza kwenye swala la upendo. La upendo ndio. Kila mtu lazima ajifunze. Kwa hiyo huyu kijana wa kiume ajifunze na wa kijana wa kike pia ajifunze. Yes. Anajifunza nini? Ni hapo sasa. Hapo ndo tunapoelekea. Okay, karibu. Himbi kama nilivyosema mwanzo kwamba hisia ni nzuri na ziko ndani ya upendo. Lakini zikitawala mahusiano, maana yake tunaposema upendo tayari kuna kitu kinaitwa mahusiano. Si ndio? Hapana upendo pasipokuwa na mahusiano. Maana yake watu hawawezi tumie, siwezi nikaanza kupenda tu pasipokuwa na mahusiano. Lazima yani baada ya upendo kuna kitu kinazaliwa kinaitwa mahusiano. Sasa tuishi unaweza kupenda kuna kitu kinaitwa mahusiano. Sasa je, unaweza kuwa unampenda mtu ambaye hauna mahusiano naye? Exactly. Inakuwaje huu upendo wa kumpenda mtu ambaye una mahusiano naye na kuna upendo wa kumpenda mtu kwa mahusiano? Mahusiano ni level inayofuata baada ya upendo wa kwanza. Sasa ndugu mgeni wangu, kuna wimbi ambalo limeingia sasa hivi kwa vijana. Unatufuatilia kwenye mitandao yetu. Unakuta kijana amempenda mtu, anampa vitu, anaweza kumpa smartphone, anaweza kumpa vitu, lakini baada ya upendo kuvunjika, unakuta mtu amemnyang'anya. Unazungumzia nini kwa habari hapo? Kuna upendo? Maana tunazungumzia mada ya upendo. Karibu. Okay. Swala la mtu kumnyang'anya mtu vitu ambavyo amempa linatokana na chanzo cha yale mahusiano yao. Tumeshasema kwamba kuna tofauti ya mahusiano, kuna tofauti ya upendo na hisia. Okay. Bahati mbaya sana hisia zinaweza zikatake sometimes na mtu akajikuta amefanya vitu kwa sababu ni hisia zinaweza kuzalisha reaction. Na ile reaction labda ikampelekea mtu atoe vitu vyake. Anaweza hata mtu akampa mtu gari kwa upendo. Ndio maana wanasema ukiwa na furaha sana usifanye maamuzi. Na ukiwa na huzuni sana usifanye maamuzi. So hata hisia za kupenda vile vile zikihappen kwenye maisha ya mtu zinaweza kumpelekea mtu akafanya kitu. Akajenga hata ligorofa akamjengea mtu alafu hisia zikiisha sasa ndio unakuona sasa mtu anaweza kalichukua gorofa lake. Unasikia ndugu mtazamaji unatufuatilia kwenye vipindi vyetu kwamba unaweza ukampenda mtu ukampa kitu lakini sio kuchukua. Unaweza ukampenda afu ukampa tu. Sasa kwa nini watu leo wananyang'anyana vitu? Chanzo kinakuwa ni hisia. Kumbe unatakiwa uweke upendo na hisia itafuata, sio hisia ndio upendo ufuate. Yes, ni vitu viwili ambavyo viko pamoja, lakini mtu anapaswa kuangalia kitu gani ambacho anapaswa kukipa kipaumbele. Kama ambavyo tumesema, upendo unajifunza. Swala la mtu kumpa kitu alafu ukakichukua, maana yake huyu mtu wakati anatoa tunakuja kugundua kabisa kumbe wakati anatoa hakuwa amesukumwa na upendo. Ilikuwa ni hisia. Ilikuwa ni hisia, sijini alifurahi. Ina maana kwa namna nyingine kwamba ni hisia ni kwamba ili ni mtazamo wa kutazamisha watu kama umefanya jambo. Ndio maana mtu akaanza akatoa kitu kwa furaha tu, lakini baadaye anakuja maumivu peke yake, akawa peke yake na maumivu yake. Lakini kuna mtu anaahidi millions alafu kumbe ni vibe tu yani na watu hapo hata kanisani. Akitoka pale anaweza kuahidi unatoka ndoa ya kubwa ndio kushangaa ni mitini. Inapokuwa hata kwenye maisha halisi pia ya mahusiano. Ya mahusiano. Mtu anaweza tu akamfanyia mwenzake jambo na akajikuta limevuta hisia alafu akatoa kile kitu. Lakini kumbe hapakuwa na ule upendo wa kweli. Sasa unawaambia nini vijana ambao wanatufuatilia na watu wote wanatufuatilia katika mtandao na TV yetu kwamba kwa habari ya upendo, kwamba kama mtu umempenda mtu na umeshampa kitu basi mwache ende nacho, usimnyang'anye. Unazungumzia nini kwa habari hivi vitu? Maana tunaona wananyang'anya na vitu. Tumeona hapo nyuma. Unawasalini vijana na watu wote ambao wanatufuatilia katika media ya Vaki Media. Cha kwanza kabla haujajiingiza kwenye masuala ya mahusiano, lazima upate elimu kuhusiana na mahusiano. Sasa na hii elimu ya mahusiano naipata wapi? Kwa mfano ni kijana nimetoka Ballet System sasa. Sina wa kunifundisha hivyo vitu, na vipata wapi? Niingie Instagram, niingie YouTube au niingie wapi? Au najifunzia wapi hivi vitu kuhusu hii upendo? Pamekuwa na mafundisho mengi sana kuhusiana na mahusiano. Na kwa bahati nzuri au bahati mbaya tuseme kuna confusion pia nyingi sana. Kwenye kujifunza kuhusiana na maneno ya mahusiano.
Mimi kwa ushauri wangu ningependa kumshauri kijana kutafuta watu sahihi. Watu sahihi ambao watawafundisha kuhusu mahusiano. Yes, ambao wana uwezo mkubwa. Achana na mtu anaongea hana experience. Kwa sababu mahusiano pia yanahitaji mtu ambaye amepita kwenye experience. Kuliko porojo nyingi, kuliko maneno tu mengi. Kwa hiyo YouTube kuna mafundisho mazuri sana mahusiano. Kuna watu wanaongelea mahusiano wazuri sana. Wapo watu ambao wanafundisha mahusiano. Sasa kujua nani ni mzuri na nani sio mzuri, naweza nikasema kwa upande, kwa mfano kama sisi wa Kristo tuna watumishi wetu, watumishi wa Mungu ambao wameandika vitabu vya mahusiano, wamefundisha kuhusiana na mahusiano. Lakini kuna wanasaikolojia pia wameeleza vizuri sana. Kumbe naweza nikapata kwenye vitabu vya kidini kama vya Kikristo na hawa wanasaikolojia wakafundisha namna ya mahusiano, na kijana akatoka akawa ni mume bora na baadaye mtu akawa ni mke bora wa mtu. Okay, asante sana. Unaweza kutufuatilia katika channel yetu ya Vacuum Media. Nikushukuru sana. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine, na Mungu akubariki sana. Kabla tujawaga watazamaji wetu, na waambie nini kwa neno la mwisho ili tuwaage tupite vipindi vingine vinavyoenda katika media? Ninawapenda sana. Mtumishi wa Mungu anasema anawapenda sana. Basi nawabariki. Mungu abariki sana.